Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Waweza kuwa unaumwa na kichwa mara nyingine unapokutana na mtu ambaye ana mashaitani. Hii dalili hii. Umeenda sehemu mathalan kwenye shughuli, harusi au msiba, waweza kukabiliana na mtu labda bega kwa bega, yani yupo karibu na wewe, pembeni yako, ama yani mpo tu katika mchanganyiko wa pamoja, ama ni humo ndani. Sawa eh? Sasa yule mtu anaweza akapandisha mtu mwingine, lakini wewe ukawa unapatwa hizi hali, kichwa kinakuuma sana, au mara nyingine watetemeka tu, au mara nyingine mtu anaanza kulia kwa sababu tu kuna mtu kapandisha. Sasa huyu mtu ambaye namzungumzia hapa ni mtu ambaye yeye anaweza akajua haya ambayo tunaeleza hapa, kuanzia leo ukajua kwamba wewe una mashaitani pia, kama ilivyokuwa huyo mwenzako anayepandisha, alafu wewe wasema mimi nikimwonaga mtu ana mashaitani kapandisha mimi najisikia kitu kinauma. Au mara nyingine nikiendaga msibani mimi wallahi najisikia tafrani, tabu, moyo unaenda mbio, nitaanza kutoa tu machozi. Haya machozi si kwamba ni yale ya kupata mawaidha, kwamba msiba umepata mawaidha. Akthiru min dhikri hadhihi ladhat, kithirisheni mno kukumbuka jambo ambalo linakata ladha ya maisha, nayo ni kifo. Si hali hii, hapana. Ukienda kwenye msiba waona watu wanalia na ile hali tu pale basi utaona leo nini tena, nimeingia wapi mimi? Moyo wako unaenda mbio. Au mtu mwingine anaweza akaenda kusomewa sehemu na wewe upo, wewe wasema mzima kabisa, wewe umempeleka labda mtu akasomewe kwenye dua, waenda kwenye mazawia huko, na huko kwenye mazawia hata hamponi, kutwa nzima kumwagiwa maji mafuta. Hivi nyie mnajua kisomo nyie? Muenda kudanganywa na kumwagiwa maji, mnafanywa kama mmepelekwa katika baadhi ya dini ambazo sio katika Uislamu. Tiba sijui watu niwaeleze vipi ili wanielewe, lakini kwa idhini ya Allah azza wa jalla, wale watakaopatikana katika haya ambayo tunayafundisha, hata kama ni wachache, lakini wakafahamu na wakafuata njia ya sawa, basi Allah atawaongoza hawa. Allah atuongoze sote katika njia iliyokuwa sawa. Sasa wewe jijue kwamba ukiona mwenzako ukapandisha, unapatwa na hali kichwa kinauma, wajisikia kulia, kukimbia, miayo mingi, watamani kukimbia hiyo sehemu uondoke, lakini wewe unasema mimi sipandishagi, mimi napataga tu na hali hiyo. Hapana, una mashaitani. Uko na mashaitani. Hatua gani uchukue? Kwa kujua zaidi kwamba uko na mashaitani, au kwa kujisaidia kabisa ili upone? Nenda katafute sehemu sahihi ambayo watu wanafanya ruqya ya kisheria, hawapigi ramli. Mara nyingi unaweza usiwaone, usiwajue kama wanapiga ramli, maana siku hizi wanajificha watu wa ramli. Ukitaka ushirikina, yeye yupo. Ile ukitaka unajifanya wewe ni mtu mwema, unataka kufanya tiba za kisawa sawa, yeye pia yupo. Yani yupo kote kote. Paka tunguli wanapiga, kwa vitambara mekundu meusi, yani madhali anakuambia yeye tiba zote anazo. Alafu tasikia tiba elimu ni bahari. Bahari hiyo, mbona muogelea mwajipanua, elimu pana, mbona mwajipanua sana kwenye hiyo elimu? Wenzetu mbona mwajipanua sana katika hiyo elimu? Kwani hakuna mipaka? Hata msamba mtu anapiga kingo na muda atasikia uchungu sehemu. Nyewe wenzetu vipi? Ligu yote Allah atawaumbua. Wasaidieni watu katika misingi ya sawa. Hayo unayofanya ni dhulma. Wewe ambaye umenisikiliza, umejifunza, chukua hatua za kisheria, fanya ruqya shar'iyya fil kitabi wa sunna. Tunapozungumzia ruqya ya kisheria, ili usitoke katika misingi ya Allah azza wa jalla. Acha na wale wanaopinga sheria kitu gani? Wewe sheria ya nchi tu kivunja, wasemaje? Ivunje, jaribu kuivunja sheria ya nchi. Hali yako itakuwaje wewe? Utaambiwa umeharibu sheria, umevunja sheria. Utakuwa upite huko, wewe upite huko. Seuze sheria ya Allah azza wa jalla? Hapana, wala ukariha almushrikun, hata kama utachukia